sawa sawa nda promise okay ariko papa ndabakeneye mwese ndakeneye amahoro hagati yanyu kandi wewe uri umugabo nkuko uvuze ujya n'umugore so please gerageza urabe ukuntu uhindura ibintu byamara uburyohe okay urabwira mama wawe rero ahindura ivyo yavuze avyumviriza kuko we ivyo yavuze ndavyumviriza we ivyo yavuze ndavyumviriza untumyicyoshe kandi bagiye ko asigaye nyumva kurusha nawe aho rero biramahirwe uramumbwirira akumvirize hama rero reka ngende assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya rabbi Mafi. Yes, ma. Nimepita hapa juu ya kutaka kuzungumza na wewe kukupa nasaha. About what? About life. Unajua nimependa sana jinsi unavyosoma, umefikia kwenye daraja ambao unaipenda lakini bado hujamaliza. Unaona binti akishakuwa university, kwanza nimependa karakta yako jinsi ulivyojilea mwenyewe, mashallah vizuri. Sijawahi kusikia mambo ya haya na yale. So, inabidi ujiepushe sana na swali la wanaume. Maana wanaume sijasema kwamba usipendage katika maisha, no. Uko binti mkubwa umeshakuwa nao ya 20 years, miaka 20 unaweza kupenda, yes. But sio muda muafaka. Kwanza maliza masomo yako, umalize university. Nataka mimi uniletee kitu kinaitwa masters. Ndio utajisikia kama ingabire narabyara. Unanielewa hivi? Niletee masters nione mtoto wangu, wow. Hapo kwa kweli nhabesha nitakusupport 100% kwa ule ambaye utajisikia unampenda. Lakini hivi nataka kwanza we na shule na wewe. Homework kwa wingi, kila kitu ufanye vizuri, devoir. Sababu ukianza kuingia mapenzi deep, akili ya shule inapunguka kidogo sababu mawazo mengi anytime unakuwa na mwazo ule mpendaye. Sasa ule muda kuwaza mambo ambayo umesomeshwa ama kesho napasha nisome hivi, usiku nisome hivi, vinakuwa vigumu. Sababu mambo mawili hayachangani, mapenzi na shule havichanganyi. Lazima kimoja kitazidi kingine. That means ndio niko nakushauri kwamba vitu vya wanaume acha kabisa. Na hata wakikukoroga jitahidi ujiepushe nawe, soma kwanza. Wanaume wapo, walikuwepo, watakuwepo. You still gonna be loved kwa muda wote, lakini hivi nataka ufocus na masomo. Sawa, nasikia. Nashukuru kwa ushauri wako. Yeah. Sasa lakini hivi unajuaje kama mwanaume atapenda mapenzi ya dhati? Yale mapenzi kwa nazungumzia basi yakiwahi kutokea. Unajuaje itakuwa yani sio mwanaume anataka kuchezea au just ana waste time una mwanaume mwenye ukitaka kujua mwanaume ambaye anakupenda mapenzi ya dhati, pana ishara 3. Ishara ya kwanza, ule ambaye atakupenda mapenzi ya dhati hawezi kutaka kukuharibia maisha. Nikimaanisha kuharibia, yani kufanya jambo ambalo halistahili wakati hamjaoana. Umenielewa hivyo? Kama kufanya zina. Mwanaume anayekupenda mapenzi ya dhati hakufikiri hayo ambayo atakuharibia, labda kubebeshe mimba, labda akufanyie kitu kibaya la. Mwanaume ambaye anakupenda mapenzi ya dhati, kitu cha kwanza katika akili yake ufikiria ndoa. Siku gani nitafika nyumbani kwa huyu binti, wanijue nyumbani, niweze kujitambulisha, nimuoe. That means amekuwa na penzi ile la dhati, anataka wewe uwe part of his life. Maana yake mwanaume kupenda mapenzi ya dhati anapenda kwanza ndoa, hapendi mambo ya kuchezea. Jambo la pili ni kwamba kile unachohisi kibaya kwake yeye kinakuwa kibaya zaidi. Na kile ambacho ni kizuri kwako yeye kinamfurahisha zaidi. Bimaana mwenye mapenzi ya dhati hapendi kumuumiza mpendaye, hapendi aone hata anaumia hata kama sio kamuumiza. Ule uchungu anaupokea yeye na unaviona kwenye uso wake na anapiganisha ule uchungu sikupati. Hayo ndio mapenzi ya dhati. Na jambo la mwisho ni pale ambapo atakuja kamilisha ile ndoa mwezi wa 28. Sawa, umeelewa Nimeelewa. Na kwa nini umeniuliza hivi? Ndo tayari umesha Tunaongea about life. Na yenyewe si swali ya life. Ni mfano si ndo tayari wewe?
tuongee kuhusu life, niambia tuongee basi niongeze kawaida. That's it. Kwa hiyo tujiepushe kwanza na wanaume kwa muda huu. Usome, focus na masomo, and then vingine vitakuwa vizuri. Sawa? Inshallah. Nilete kahawa sasa. Because of love. Yeah, what's the occasion? Tumekuja hapa leo. Wow. What's happening? Kuna Muuliza swali nzuri na tamu sana. Ndio maana nakupendaga sana. Kabla sijakueleza chochote. Unaona nini pale? hana tarehe sijui. Tarehe 5 mwezi wa 2 1991. Kwa lugha yetu ya taifa wanaita ikiuzo. Shobomwe bw'abarundi. Maana yake Ubumwe is like united. Umoja. Yani nafasi muhimu sana in our country. Nafasi kuwa na story ya kipekee. Sio hata Burundi, hadi nje ya Burundi. So, kifupi nataka kuonyesha nini ama kuambia nini? Yani mimi na wewe nataka tuwe like this. Yani mimi na wewe tuwe umoja. Tuwe kitu kimoja zamu. And hum. Okay, nice to you. Umechoka. You can sit. Yeah. Sikai kuchiuza chenye Ubumwe. So zamu. Unajua wengi waga wanaanza safari zao za kimapenzi na kuzikatikiza wapi? Katikati njiani. Ila hii toka ilivyowekwa hapa mpaka leo nilikuta mwenyewe na tumezaliwa iko kama historia. Babako babangu the same. So nataka tudumu kama hii nafasi. Nataka mimi na wewe tuwe kimoja, kitu kimoja zangu. Nataka tuwe mfano na historia kwa vijana wenzetu. Mpaka hata kwa wale wazee waliosalitiana, lakini kupitia mimi na wewe waungane na kushikamana. Sam, I promise. Adui yako atakuwa adui yangu. Rafiki yako atakuwa rafiki yangu. Say something yuko hapo nipo msee wako unabidi kuongea wrong kama nimwambia right. No, I'm listening. Kwa kweli nafurahi sana. Ya kwa kweli nafurahi sana. Na kuahidi. Yaani nataka mimi na wewe mapenzi yetu yatasimama just like this place. Yaani walatukuta watatukuta na wengine baada yao watatukuta. You know what? Kama nini? Kama kisa watakuta this place. Ingaliki vile vile. Swadakta. Ndio kisa watakuta hamna zamu. Uzuri sana. Forever and ever. Kabisa. Oh, wallahi Mungu afanyagi makosa unajua. Kila watu waga wanakutana kwa time yao. Na kitu ni kama maajabu yale ambayo hajawahi kutokea wala kupatikana. Pati, please, hii furaha tuitunze daima. Na unajua kitu gani sababisha na kupenda sana na kuzimia sana na kuhitaji sana in my life? Nini? Zao. Wewe ni mwanamke mcheshi.
mpole, jasiri. Ukiwa unatembea barabarani macho chini. Yaani kila hata mbwa yoyote ile inaokopa kukubwekea. Wewe ni bora katika jamii. Another thing, when you look at me, ukiongea sasa, kwanza masikio yanapokea, yanafikishia ubongo. Ubongo unashusha ndani ya roho. Roho inafanya kazi yake kabisa, inasambaza mishipa. Yaani mwili mzima inakuwa tu just. Na wewe jago. Braha. Wewe hawataki utani wako. Acha. Ngomba njemo byose nicenda kurindira kutambwiye none mana ikibazo urihuta buri kintu cyose uba wihuta mvama nabebye byose yose nicana mabarazi ko twiko twikundanira cyane kandi ngiye kintu cyose mbikora mbanza ashanca mu nzira wancira urabizi ndabizi Roma ndagusavye wale unyihanganire kandi ntumbaze ibibazo byinshi sivyo gama ndabaza byinshi none ma nzanda kwibwirire mama sivyo mukanda twiko twikundanira ma ndina shaka ndagusabe ashaka kwereka umusheri wanje kuva wakambwira inkuru no munsi rero mbwira inkuru zinezere hizo ndo habari sasa mimi natakaga bana unafikiri sitaki mkazana kwanza maliza wale miaka mingi toka wale sekondari miaka acha nanje niyoka mwana tubisha lakini hakimu kibi turakora harami gumari haram alhamdulillah Allah yifagomeni halal ariko hageza hanu mba ariko kwimana umengo tko imamenyesha ma kana ariko nyine ngiye kwera kuri kwanza rihe ni wahehe mana ndumwa wanoshidasha kumubona asha ni wowe gusa ngombwe nyine ubu nyine cyankejo ndabe kwanza mukazana wanje ifoto nsabikiri hafi ma ifoto nyereka wow peko umukobwa mwiza arazi cyo ntawe kwari cyo anyigishije tanzira ntigenze munyereka yani nakubali wow yani mimi ndo na mtoto mkubwa mkuye ma urazi mzuri hivi lakini mtegeze munyingi yani hapa mtaniete wajuku yani wajuku wenye kama vile nawaona yani urabona ingena sa rero una macho yake kwaso kwaremye ingeso zozo ni hatari matabia ni mashara yani tabia zake ni nzuri kuliko habari kama hizi wakazana ndo kama hawa nilikuwa bado naogopa mama unaniogopa nini mimi mambo vitu unanambia nilikuwa bado hana musi ndakugira mimi sijawahi kuangusha kabisa wallahi hapo unanifurahisha yani unanifurahisha mtoto wangu sijui tena kwa disiaje yani hapo unanifurahisha wallahi sasa kama yote 9 lakini wallahi unaongea sayanga unaongea nasi ila tabia zake mashallah nzuri kuliko hata umbo lake hapana haki ya Mungu yani hata bila yeye ahongeje no munsi kimasomo simba ndahagenze hapana wale mtoto una macho makali wewe basi ya kuchagua mtoto mzuri kama huyu una macho makali anambira mama umano yiki unhere yiki tuigenze gute yani mimi nakusikiliza hapa mimi nakusikiliza neje ngwa twera tukazitanga ukamuzana ni mtu gani muangalie kwanza nimemuona bana dishine orane intege yani kiushambere giharire haye wewe mlete kwanza nyumbani muzane muhira ashike tumubone ubunyene pangu musi jendi tayari pangu musi arejo chenga rija ejo kwanda rija ejo ni kure hata kesho ni sawa
Sasa umlete nyumbani, afike anione, amenye na ndamumenye. Vizuri sana. Ndio vizuri. Kabisa. Che tutafanya Maya. Je, nikachevugana nawe? Kama cha dupanga gahunda. Ongea naye kweli. Hapo mimi nimeridhia. Yaani mimi sina tatizo. Haikia mama. Sema chata nipenda sasa hivi nikenda. Kabisa. Thank you mama. Wallahi fanya. Wendo mama. Wallahi mkaza nao. Yaani nasikia hata natamani muone hata sasa hivi sijui. Mtoto wangu nimemzaa mtoto mmoja. Mola, wewe pesa watoto wangu ya Rabbi. Alhamdulillah kwa kweli kuna mtoto wangu umepata mwanamke wewe anapenda kabisa. Nafurahi sana kwa kweli.